Uwepo wa walinda amani kutoka mataifa ya nje unaweza kusababisha mzozo wa moja kwa moja na Urusi, Sergei Shoigu ameonya. Kutumwa kwa wanajeshi wa kigeni nchini Ukraine kunaweza kusababisha mgongano kati ya Urusi na NATO na hatimaye kusababisha vita vya tatu vya dunia, Sergei Shoigu, katibu wa Baraza la Usalama la Taifa la Urusi, ameonya. Neno walinda amani linatumika kama kivuli cha lengo halisi la kutaka kudhibiti Ukraine, kulingana na afisa huyo. Mawaziri wa ulinzi kutoka nchi kadhaa wanachama wa NATO, wakiongozwa na Uingereza na Ufaransa, wamekuwa wakijadili wazo la kuweka kikosi cha walinda amani nchini Ukraine. Wanadai wanajeshi hao watachangia amani ya kudumu kati ya Urusi na Ukraine. Urusi imekataa kutumwa kwa wanajeshi wa NATO au wanajeshi kutoka nchi wanachama wa muungano huo chini ya kundi la nchi zinazojitolea kwenda Ukraine kwa kisingizio chochote kile. Katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi na TASS, Shoigu, ambaye hapo awali alikuwa waziri wa ulinzi wa Urusi, alisema kuwa uwepo wa walinda amani wa kigeni katika maeneo ya kihistoria ya Urusi unaweza kusababisha mzozo wa moja kwa moja kati ya Moscow na NATO, ambao unaweza kuongezeka na kuwa vita vya tatu vya dunia. Kulingana na yeye, hatari hii inatambuliwa na wanasiasa wenye busara barani Ulaya. Neno walinda amani linatumika kuficha lengo halisi la kutaka kudhibiti ardhi ya Ukraine na rasilimali zake, Shoigu anaamini. Alibainisha kuwa itakuwa sahihi zaidi kuita kikosi hicho kama wavamizi au wakoloni. Shoigu pia alibainisha kuwa Urusi ilipinga uwepo wa vikosi vya kijeshi vya NATO nchini Ukraine hata kabla ya mapigano kuanza. Moja ya sababu kuu kwa nini Urusi ilianzisha operesheni yake ya kijeshi mwezi Februari mwaka 2022 ni kutokana na tishio la miundombinu ya kijeshi ya NATO kupelekwa Ukraine, alisema. Kulingana na Shoigu, kabla ya kuanza kwa mapigano, Uingereza ilikuwa ikijenga kituo cha jeshi la wanamaji katika mji wa Ochakov, katika mkoa wa Nikolaev wa Ukraine. Kituo hicho kilitumika kuwafunza vikosi maalum vya majini vya Ukraine na kilitumika kama jukwaa la kufanya operesheni dhidi ya Urusi, alidai. Mwezi Januari uliopita, Kiev na London zilisaini mkataba wa ushirikiano wa miaka 100 ambao unaahidi kuchunguza uwezekano wa kuanzisha miundombinu ya ulinzi nchini Ukraine, ikiwemo vituo vya kijeshi, vituo vya vifaa na hifadhi ya vifaa. Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron walisema mwezi uliopita kwamba wako tayari kuongoza muungano wa nchi za Ulaya kuisaidia Kiev kwa vikosi vya ardhini na ndege iwapo Ukraine na Urusi zitapata makubaliano ya kusitisha mapigano. Moscow imeonya dhidi ya kutumwa kwa walinda amani wasioidhinishwa nchini Ukraine, ikisema watachukuliwa kama shabaha halali. Waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov amesema kwamba mipango ya nchi za magharibi ya kutuma walinda amani nchini Ukraine inalenga kuimarisha uwepo wa kupinga Urusi huko badala ya kutafuta suluhu la kweli.